Barabara kabisa, karibu kwa awamu ya pili. Kipindi hiki Dau la Elimu, tukiwa hivi leo basi tunazungumza na wasichana wa shule ya The Study Girl Center. Center ambayo ina wasichana waadilifu ambao wanajua wanachokifanya, anajua namna ambavyo anapaswa kuzungumza na mwalimu wake pia anajua namna ya kumwadhibu, anajua namna ya kueleza shida zake. Na ndipo basi katika jopo hili niko naye mwalimu ambaye anahusika na masuala ya saikolojia na jinsi ya kumwelekeza mtoto wa kike kwamba anapokuwa na shida zinafanywa namna gani. Kwa hivyo Madam Juliet Mbogori, hebu niambie kwamba wewe mchango wako ukoje kuhusiana na performance ya wanafunzi katika mitihani ya taifa? Mchango wangu na si mie peke yangu. Ndio. Ninafanya kazi na wenzangu. Niko chini ya uongozi mwema wa Madam Kunya. Unajua lazima umsifie maana yake ni boss wako. Tumefanya kazi mzuri naye. Na tumepata kuona tangu tulipoanza kuelekeza hawa wanafunzi, matokeo yao yameinuka. Kwa sababu wanapata kwamba wanafunzi akija shuleni amemakinika, hana jambo ama mambo ambayo yanamtatiza. So unapata kwamba anamakinika kimasomo, na pia wale ambao tumewaelekeza na wamefaulu wamekuwa mwelekezo mwema pia kwa wao. Mfano mwema. Sasa unapata kwamba wote wanaelekea pale. Masomo yamepanda, yameinuka. Ndio. Kwa hivyo Madam Deputy, wanaposema kwamba matokeo yameinuka, nyinyi hamna ile pressure kwamba lazima muende mtafute mbinu zingine ambazo ni za kuiba mitihani kama hapa na pale? Manake wana Matiang'i siku hizi amekaza kamba kweli kweli, manake hata zile shule zilikuwa kubwa sana, siku hizi tunaona wako hapa chini tu. Kweli Frank, hiyo haitusubui. Ukiangalia tangu tulipoanza kufanya mtihani wa KCSE in 2008 ndio mpaka 2016 ile KCSE results imekuwa iko constant. Kwa hivyo hata hii Matiang'i era yetu imekuwa tu ile mini yetu. Hatushughulikangi kutafuta usaidizi wa nje. Watoto wakichapata nidhamu wanasoma na hawatafuti usaidizi. That one I can assure you. Hawa wasichana wanasoma na wanapata mini ya 9, 10, na hiyo ndio mini yetu. Naomba ningemuulize captain pale wa shule achukue kinasa sauti alafu azungumze nasi kuhusu yale ambayo naibu mkuu wa shule anasema kwamba nyinyi mko safi kabisa, maandalizi yenu ya mitihani ya taifa hamna wasiwasi. Je, nyinyi hamtaki kuiga wale wengine ambao wanatafuta mbinu ambazo hazifai? Kwa majina ni Lilian Lagat, na ningependa kuambia kwamba kama tulivyoambiwa hapo awali, tuna kitu kinachoitwa Starehe Way. Hiyo ni njia ambayo inatueleza, inatuhimiza kuweza kuelewa kuhusu mambo ambayo tunafaa kufuata. Ndio. Mojawapo ni kuwa na nidhamu, na hatupendi kufuata mambo ambayo wengine wanafanya huko nje, bali tungependa kuwa mfano mwema baadaye, ili tuweze kuwanasua wale ambao wamezoea kufanya mambo ambayo hayafai katika nchi yetu. Na hivyo hatuna haja ya kufuata mambo ya kuiba mtihani, ila tunafanya juu chini ili tuweze kupata alama zetu wenyewe. Mheshimiwa Captain, ningependa uangalie ile kamera uzungumze na wanafunzi wenzako katika Jamhuri nzima ya Kenya, watahiniwa ambao wanajiandaa kwa mtihani wa KCSE mwaka huu. Zungumza nao ueleze kwamba je, kuiba mtihani kuna faida gani? Waelezee hizo faida zote. Hakuna faida yoyote kuiba mtihani. Kwanza, utapata matatizo mengi kisaikolojia, kwa kuwa utaelewa kwamba alama ambazo utapata si alama zako. Ni vyema ikiwa umefanya juu chini, umetia bidii katika masomo yako, ili hata baadaye utakuwa unafurahia ukisema kwamba ni vyema kwa kuwa ulifanya juu chini kupata alama hizo, kwa kuwa ni jambo jema kwetu sisi sote tuweze kufanya yale ambayo yanahitajika nchini Kenya, ili tuweze kuondoa matatizo yaliyo katika
vijijini mwetu. Asante sana. Huyo ni mheshimiwa captain wa shule hii, Mheshimiwa Captain Chelagat, ambaye anasisitiza kwamba taifa la kesho, viongozi wa kesho wanaanzia hapa katika umri huu. Kwa hivyo basi viongozi wa kesho ambao wanapenda njia za mkato basi ni wale ambao wanapenda kuibaiba mitihani hapa na pale. Ndiposa basi anasisitiza kwamba angependa kuona taifa ambalo litakuwa taifa ambalo liko free from corruption, si ndio? Haya, sawa basi tuelezee madam. Mtoto ameongea vizuri sana. Unaposikia mtoto anapoongea hivyo, kwa kweli mimi mwenyewe imenitia roho, imenitia moyo kwamba kumbe kuna nasaha ambazo tunaweza tukatoa hapa. Viongozi wa taifa hili wengi wao wanajikuta katika masuala ya ufisadi, wizi. Kwa hivyo kuna jambo la kujifunza kutoka katika hii shule kwamba je, mnasisitiza nini ili tusiwe na viongozi wa ufisadi miaka inayokuja? Kweli kabisa Frank. Ningeomba kama kuna namna ya kujivunia kuwa Mkenya ni kutokuwa na hizi corruption, nepotism ambazo zimepumba hii nation yetu ya Kenya, ndio ambayo tunaipenda sana. Kama watu wangekuwa kama hawa wasichana wanapoenda huko nje, hizi values ambao wamejifunza hapa, discipline, nimesema kuna kama 9, integrity, ndio zinawafanya wasiende huko nje wakakuwa kama wengine huko, wanakaa tofauti. Na wanafunzi wengine shule zingine wangekuwa kama hao wastarehe, hata the taifa nzima ingekuwa tofauti. Tunapoongea kuhusu uongozi wa wanawake hapa nchini, hawa ndio wanawake wa kesho, na tungependa labda tujue kwamba wanapaswa kupewa ushauri wa aina gani ili wajione kwamba wao ni viongozi wa kesho. Atakuwa mbunge, atakuwa ni director mahali fulani. Naona madaktari wengi tu hapa hivi, kuna viongozi ambao naona ni wa nguvu hapa. Tufanye vipi ili hawa wawe viongozi wanawake wa kutajika na kuheshimika siku za usoni? Nitasema kwanza hawa ni viongozi wa leo kwenye kizazi chao. Kwa hivyo wana set standards ambazo kizazi cha sasa kinafaa kuwa kina set kwa communities. Kwa hivyo ukiangalia kila mtu anasema starehe, the starehe way. Kuna ile foundation wameshawekewa, lakini sasa wakishawekewa ile foundation inabidi pia wawe pia na other values added to the foundation ambayo wako nayo. Kwa mfano, wanafunzi wa starehe hapa sasa hivi wanajielewa. Ukiwaangalia vizuri sana utaona wanajielewa kabisa. Na zaidi na kujielewa pia wanajiamini. Yaani hicho ni kitu ambacho nakiona kwa hao wanafunzi. Ngoja kidogo, mnajiamini? Naomba mtu achukue kinasa sauti hapa, waeleze amenejiamini kivipi? Anajiamini vipi? Haya. Nani unajiamini? Naam, simama. Naam. Kwa majina ni Ruth Juma, kidato cha 4. Na mimi nitauliza tu swali kwa kuonyesha najiamini. Nitauliza swali kwa mwelekezi wetu Jen. Tuliona kuwa kiti cha Chief Justice, Daktari Willy Mutunga alipotoka kwenye kiti, wanawake wengi hawakuendea kiti cha Chief Justice, lakini badala yake waliendea naibu wa Chief Justice. Unadhani ni kwa nini wanawake wengi waliendea kiti hicho na si kiti cha Chief Justice? Anajiamini kweli huyo mwanafunzi? So, kulijibu swali lako kwanza, kama tulivyosema, the starehe way ni wanafunzi ambao wanajielewa, ambao wanajiamini. Ukiangalia kizazi cha awali, kama siku zetu sisi hatukuwa na waelekezi. Mimi sijaisikia mtu kama mentor kwa maisha yangu. Mnaona? Kwa hivyo hicho ni kizazi ambacho tulikuwa sisi kama wanawake bila kuwa na mifano juu yetu ama watu ambao tungekuwa tunaweza kuangalia. Kwa hivyo mimi kama mwanamke ilifika mahali na mimi nikajifanyia maamuzi yangu ya kujiamini. But unaona nilijiamini kama nimeshachelewa. So sana sababu jamii kwa ndio maana tunaendelea na mentorship ili kuwaonyesha kuwa mwanamke akiwezeshwa anaweza.
Ni kweli. Je, hata umenikumbusha kitu. Sorry? Kabla hujaendelea, kwanza hata katika viti vya ugavana utakuta wanawake wengi wanatafuta deputy governor, anatafuta women rep. Kwani wewe uliumbwa hapo uwe women rep? Huwezi kuwa governor katika taifa hili, kuwa governor Jane Waithera, governor Ruth Nesoba, president wa Jamhuri ya Kenya. Naona inakukera sana huyu mwanafunzi. Chukua kinasa sauti. Kuna huyu amekasirika kabisa. Naam. Mimi naona ya kwamba jina ni nani toto? Jina naitwa Razana Njala. Ndio. Naonelea ya kwamba hili swala la wanawake kukimbilia viti vya chini linasababishwa na wanawake wenzetu katika jamii, kwa sababu unaona ya kwamba wanawake hawainui wanawake wenzao. Wako na mentality kwa akili zao ya kwamba kuna wivu upo. Sasa mimi ukiinuliwa utajidu. Mimi ningewahimiza. Kuna hicho Kiingereza kwamba utajidu sana. Ndio? Naam. Endelea kuongea. Ningehimiza wanawake tuondoe hili jambo kwenye akili zetu ya kwamba pamoja tuungane mikono ili kuinua wanawake wenzetu ili nasi tupate nafasi ili kupata zile nafasi za juu. Makofi kwa huyo mwanafunzi. Asante sana. Kwa hivyo Madam Deputy, tunachokiona hapa ni kwamba kuna wanawake ambao wako hapa, the future women of this country, ni wanawake ambao ni tofauti na nyinyi wanawake wa sasa. Naam. Nyinyi hamjipendi, ukiona ule mke fulani anataka kujiinua, ndio kama sijini utaki yake mambo yake. Hiyo ndio maana tunasema wakielekezwa vizuri tutapata wengi wakijitokeza kuwa president candidates, watakuwa mangavana. Na kama shule nyingi kwa hii taifa wakiendelea kuelekeza hawa wasichana, tutapata kuna wengi, hatutakuwa na shinda ya leaders ambao wako na integrity na hiyo wivu, ati msichana akienda huko atakuwa analinga, hatakuwa naona wanawake wengine. Hiyo tutaondoa, na ndio mentorship yetu tunawaambia wakuwe leaders na wajitokeze, na wakienda huko nje wakuwe managers and wavie for seats, wakuwe chief justice. Na ni wengi hapa kati yao hawa wanataka kuenda huko and change the mentality ya watu huko nje. Asante Frank. And that change is now. And that is change is now. And it is in Starehe Girls Center. And it is in Starehe Girls Center. Starehe oye! Starehe oye! Oye! Asante sana. Kwa hivyo ningependa nikuulize Madam Juliet. Tunaongea kuhusu leadership. Ukiangalia msichana kisaikolojia, in terms of leadership attributes, ni mtu aina gani unapompa uongozi, alafu ulinganisha na uongozi wa labda mtu wa kiume pale, mtoto mvulana, kuna ubora gani kuhusiana kutokana na uongozi wa msichana? Okay, unasema hata kuna msemo ambao unasema ukimwelekeza dada ama mwanamke, ukimsomesha dada ama mtoto msichana, umesaidia jamii nzima. Na wakati ambapo tunaangalia mambo ya uongozi, kuna mambo mengi ambayo yanachangia uongozi. Kwanza kabisa kuna ile ambayo tunaita personality. Kuna wale ambao wako na huo nitauita moto. Huo moto wa kuongoza kwa sababu ya personality yao. Lakini kuna wale ambao unapata kwamba hawapendi kuwa viongozi, lakini wanapoelekezwa vizuri unapata kwamba potential inajitokeza na wanaendelea kuwa viongozi wema. Napoangalia katika hii shule yetu ya Starehe, unapata kwamba hapa kila mwanafunzi tunamwambia yeye ni kiongozi. So mwanafunzi yote akiingia hii shule tunamwambia wewe ni kiongozi. Hata kama hujapatiwa chochote kile shuleni, wewe ni kiongozi. Ukiwa darasani unafaa umakinike, uhakikisha kwamba umefanya kazi ambayo unahitajika kuifanya. Kama kuna makelele unafaa unyamazishe wenzako kwa sababu wewe ni kiongozi, hata kama wewe si kiranja. Ukiona kuna kitu ambacho kinaelekea vibaya, mwenzako anapotea, unafaa umuelekeze kwa sababu wewe ni kiongozi. Sote ni viongozi. Whether tuna cheo ama hatuna. Kwa hivyo wanafunzi, ningependa niwaulize kwamba je, pale nje kule nyumbani, najua mnatoka katika maeneo mbalimbali, je, unaendeleza huo uongozi vipi ili ijulikane kwamba huyu anatoka Starehe, na Starehe wanasisitiza kwamba uongozi unaanzia kwako wewe.
Nani hapa? Naam. Jina. Kwa majina naitwa Jacinta Nyambura. Yes. Kwanza katika shule hii mimi ni kiongozi wa wanaskauti. Scout. Na ninapokwenda huko nje mimi hurudi katika shule niliyokuwa ya msingi. Ndio. Na mimi huwaelekeza hawa wanafunzi wenzangu ambao sana sana walio katika darasa la 8. Saa zingine mimi husaidia katika mashirika mbalimbali mule nyumbani. Saa zingine naweza kwenda hospitalini ambapo unaweza enda kuwahimiza wagonjwa na pia kusaidia katika kazi za humo. Unafanya hivyo? Makofi kwa huyo mtoto. Asante sana. Deputy Principal, ningependa nikuulize kwamba sasa hapa shuleni bila shaka najua pamoja na kwamba mnakaza maisha sana, lakini vile vile kuna wakati ambapo mnataka watoto they should unwind so that they have good time and entertainment. Sijui how do you balance this so that ionekane kwamba wanaingia katika anasa na kudance sana kwa dining hall, wanacheza alafu mpaka wanajisahau kwamba wako shuleni, ama wanasoma sana mpaka anasema hiki kichwa kinauma. Asante Frank. Hey. Sasa tunakuanga na ile tunataka watoto wakue ile tunaita holistic development. Na sasa hao watoto wanakuwa na co-curricular activities, sio kusoma tu. Kuna ile msemo too much work makes Jack a dull boy, but here we say makes Jacqueline a dull girl. Jacqueline a dull girl. Kwa hivyo tunawaruhusu, kuna kucheza kwa uwanja, kuna kwenda unwinding, wako na entertainment. Yes. Na kama wanavyosema wako na various movements, clubs. Kwa hivyo kuna vitu mingi kwa hii shule. Hata kusoma sio sana. Huwa tunawaambia katika uelekezaji you balance. Kuna hizi co-curricular activities na kuna academics. Yes. Ni lazima mtoto a balance ndio akitoka hapa. Kwa mfano tunasema karibu wote 95% Yes. wanaenda universities locally. Na kwa hivyo ni vile tunawaelekeza, wanasoma na wanajigiza kwa mambo mengine ya kufanya, hata akili zao zisikue tu academics peke yake. Kwa hivyo kuna a lot of unwinding. Kuna a lot of unwinding kwa co-curricular na kwa entertainment. Na kuhusiana na uabudu, wanapoabudu, unajua wanatoka katika maeneo mbalimbali ambapo labda kuna Muislamu, kuna Mkristo. Naam. Sijui kama kuna wale ambao ni atheist pia ambao hawajui, hawana dini, sijui kama wanao. Kunao. Wote mnamcha Mungu. Asante sana. So hebu nieleze kwamba how do you balance this? Wakati gani wanaabudu? Asante Frank. Kwa kuabudu Mungu tuseme. Unapoingia hapa lazima utuambie wewe ni Muislamu, wewe ni Mkatoliki, wewe ni SDA, Protestant. Hiyo yote, lakini kwa hapa Waislamu tunawakubalisha. Yes. Hatujajenga msikiti, lakini tumewatengea class moja ambao wanaenda kuabudu na kuomba. Hata kuna kijuba tumewategea, wanaenda wanaweka zile mikeka ya kuabudu na waabudu. Wakatoliki pia hatuna, tuseme hatuna kanisa, lakini tunawapeleka tena kwa kijuba kingine hapo na wanaabudu Mungu. Protestants tuko na church ya PCA Jadhaini. Yes. Wote Protestants wanaenda kwa hiyo kanisa na tunashukuru Mungu sababu ya hiyo kanisa, sababu wanaenda kuabudu on Sundays. Ndilo lile kanisa niliona pale langoni nikiingia hivi. Yes. Hilo ndio kanisa la Protestants. Hiyo kanisa ndio la PCA Jadhaini. Yes. Na wametukubalisha kupeleka all Protestants wanaabudu huko. Tunashukuru Mungu, lakini tunaamini tutajenga msikiti, tutajenga kanisa hapa ndani, ndio tusikue tunaenda nje. Asante. Madam Juliet, tunapoishi hapa, tunapofundisha sisi kama walimu tukiwa hapa ndani, we are not just living in an island where we are assuming kwamba outside there all is well. Of course we are aware kwamba kuna mambo ya radicalization pale nje. Sijui mnafanya vipi ili watoto wetu hapa
wasijikute katika mazingira kama hayo? Kwanza kabisa unapata kwamba kwa wanafunzi kujiingiza katika radicalization. Yes. Kitu cha kwanza ambacho kinamsukuma kuingia katika kitendo hicho ni kutojiamini. Self esteem. Yes. But wakati ambapo self esteem ya mwanafunzi iko juu, unapata kwamba si rahisi avutwe na mienendo mibaya kama hii. Unapata kwamba anajiamini, ako na vision, ako na purpose, ako na dreams, and they know this is what I want to be. Yeah. Asante sana, tunaelekea katika ukingo wa kipindi hiki, na ningependa labda nichukue fursa hii kumpa mmoja wenu tu atoe kauli ya mwisho kuhusu yale ambayo tumezungumzia kwa kujumla, kwa muhtasari, kwamba ungependa kumwona msichana mwenzako anafanya maisha yake yanakuwa maisha aina gani katika safari hii ya masomo. Ni nani yuko hapa? Ndio, anza kwa majina lako. Kwa majina naitwa Sifa Mildred. Na mambo yote ambayo tumeongelelea hapo katika wakati huu, tunajaribu kuhimiza wanafunzi wenzetu, wasichana wenzetu ambao wako nje, waweze kuelekezwa vyema katika masomo yao, wapate jitihada ya kusoma na kuwa wanafunzi bora maishani na kuwa viongozi wa taifa hili la Kenya. Maana wanawake wengi sasa hivi tunapoona hawajachukua nyadhifa nyingi katika taifa hili la Kenya, lakini tunapowapa wasichana motisha, wanaweza kujihusisha katika viongozi na tukaweza kubadilisha taifa hili la Kenya. Na hata nidhamu ni jambo la msingi katika maisha ya kila mtu. Mtu anapojiheshimu, mtu anapojiona bora katika maisha, anaweza kufanya jambo lolote ambalo linaweza kumsaidia. Unapata wanafunzi wengi sasa hivi watu huiba sababu hawajiheshimu maishani. Hawana ile jambo ambalo linaweza kufanya msifanye jambo fulani, maana hili jambo si sawa katika maisha. Lakini unapokuwa na ile nidhamu ambayo umejijengwa tangu utotoni, unapata ni rahisi usifanye jambo ambalo ni baya. Ningependa sasa nichukue fursa hii kuwapa sekunde 10 kila moja, tuelezee kwamba yale ambayo tumezungumzia hapa. Je, ungependa kusisitiza mambo yapi kuhusiana na mtoto wa kike na jinsi ya kumwelekeza maisha? Nianze na wewe dada Juliet. Nashukuru sana Franka. Kwanza kabisa ningependa kunena na wazazi, kwa sababu kabla watoto waje shuleni, watoto wanakaa sana na wazazi. Wazazi wasitafute pesa sana, wasijiingize katika biashara na katika harakati za kutafuta pesa wakawasahau watoto wao. Tafadhali tunaomba, tafuta muda uketi na mtoto wako umjue, kwa maana unapata wakati mwingi watoto wakija shuleni wazazi hawajui watoto wao. Sisi ndio wazazi, sisi ndio walimu, sisi ndio waelekezi. Ni vizuri sana wazazi muwajue watoto wenyu. Tafuta muda ili ujue mtoto wako. Kwa walimu wenzangu, naomba kwamba at least ni vizuri kuwe na department ambayo inaelekeza watoto, inashughulikia shida zao, changamoto zao, ili performance iweze kuimprove. Asante sana. Naam. Dada naibu mkuu wa shule. Ningekuwa na hii mawazia wangu ungekuwa huu. Tumeona ile mafanikio iko kwa ulekezaji. Hasa hii shule ya Starehe tumeona mkiwa na values instilled in the minds ya hawa watoto, sababu ni watoto, lazima waelekezwe ile njia inayofaa. Kukuwe na values kwa kila shule, na kama mwenzangu amesema hapa, hii uelekezaji umetupeleka kutupatia nidhamu ya hali ya juu, na nidhamu huambatana na performance, academic performance. Hiyo flank I have no doubt. Na tukiangalia core values za Starehe, kuna hiyo tuna instill integrity, tuna instill volunteerism. Kama mtoto mmoja amesema anaenda kufanya tunaita voluntary service, kwa community service, tuna instill in them. Kuna hii leadership, tunaambia nyote you are leaders. Kuna hii democracy and patriotism. Kila shule ikichukua jukumu, tuwafunze hawa watoto wakuwe. Kama tuko na Madam Bogori hapa, kuna watu wanatembea na hao watoto wakiwapatia mawaidha, wakienda huko nje
watakuwa watoto wanaheshimika na watachange hii taifa letu la Kenya likuwe la kuheshimika na watu wa kuheshimika. Asante sana. Dada Jane. Natamani kumwona mtoto wa kike ambaye anajielewa, anajikubali, anajiamini na kujitetea ili achukue nafasi yake ambayo inastahili kwenye jamii. Na au kutueleza kuhusu msichana wako huyu? How are you mentoring her? Yeah. So kwangu kawaida mimi kama mwelekezaji wa Cheryl, yes, huwa simwelekezi sababu ana albinism. Ndio. Kwanza na mwelekeza sababu ni mtoto ambaye anafaa kuelekezwa, na Cheryl hakuwahi kutana na mtu mwingine kama yeye mpaka wakati alikutana na mimi. So kwake yeye, hata tukizungumza, hata leo tulizungumza kabla hiki kipindi, aliniambia tangu tukutane na yeye ameweza kujiamini, ameweza kuona kuna watu wengine kama yeye ambao wanajiweza na wako presentable. So kwangu mimi, zaidi ya kumwelekeza kama mwanafunzi kielimu, na mwelekeza pia kimaisha, na mwelekeza pia ajielewe kwa hali alionayo, na si kwa Cheryl tu. Anaweza akawa ako na albinism, na wengine pia hapa wametoka kwenye jamii, familia tofauti, wana changamoto ambazo wanakutana nazo. Lakini hizo changamoto hazifai kuwa kizuizi kwa maendeleo yao. Wasiangalie walikotoka, waangalie waendako. Barabara kabisa, asante sana. Hayo ni matamshi mazuri sana ya kutia moyo kutoka kwa dada Jane Waithera, ambaye ako na mwanafunzi hapa ambaye anamwelekeza, nampa moyo na kupa motisha maishani katika shule ya Starehe Girls Center. Nimekuwa nao wageni wangu hapa, ambaye hapa mkono wangu wa kushoto tuko naye dada Juliet Mbogori, ambaye ni mwalimu ambaye vile vile anasimamia masuala mengi tu ya kuwapa ushauri na saha wanafunzi katika shule hii. Bila kumsahau naibu mkuu wa shule hii dada Rose Mkunya, ambaye tuko naye hapa, amekuwa mwenyeji wetu katika kipindi hiki cha leo. Tumeshukuru sana dada kwa makaribisho yako, na vile vile kwa wanafunzi ambao wako na tabasamu tele, ambao vile vile wameongea vizuri kabisa kama Wakenya ambao wanajua haki zao za demokrasia, masuala ya uongozi na kadhalika. Imekuwa ni fahari yangu kuwa nawe katika kipindi hiki cha Dau la Elimu hivi leo, basi tukiwa tumezungumza kwa mapana na marefu na wanafunzi wa shule ya Starehe Girls hapa katika kaunti ya Nairobi, wanafunzi ambao wanaonyesha ukakamavu mzuri sana. Na vile vile ningependa kujulisha kwamba tuko na address ama ile anwani ambayo watatumia ili kukupa fursa ya kukutuandikia tuzungumze na wewe katika taasisi yako. Anwani yetu ni fotieno@standardmedia.co.ke. fotieno@standardmedia.co.ke ni anwani ambayo iko chini ya runinga yako hapo. Kwa hivyo ukisoma vizuri utaiona, alafu nakupa fursa uandike, tuwasiliane ili utuambie kwamba katika taasisi yenu ungependa tuzungumze nami. Jina langu ni Frank Otieno, kwa niaba ya msimamizi wa kipindi Rebecca Muiruri pamoja na mwelekezi wangu Bwana Audi, bila kuwasahau wapiga picha wote ambao